Hello, hii ni Tuni Media. Leo nimewaletea taarifa nzuri kabisa ama historia moja ndogo sana ambayo itakwenda kukufunza, kukuelimisha na kukuboresha pale ambapo unakosea. Leo nimewaletea historia ya mwanadada kutokea pande za Wasafi anayekwenda kwa jina la Alia Mohammed. Nadhani wengi tunamjua na tunamfahamu. Mimi binafsi nimemjua kupitia Wasafi, lakini kupitia historia yake hii nimeweza kugundua vingi ambavyo nilivyokuwa sivijui. Lakini nikasema vipi? Wengi si mimi tu, wengi hatuwezi kufahamu, lakini nikasema niwaletee kidogo ambacho nilichokipata mimi, niwaletee na nyinyi ili muweze kuelewa. Hapa Ali anatuelezea hanso zake alizopitia mpaka kufikia kuwa mtangazaji mkubwa wa Wasafi Media. Kama tunavyofahamu, Alia Mohammed ni mtangazaji mkubwa, ni MC, ni mwanadada ambaye anafanya kazi kwenye red carpet yote ya Wasafi. Lakini pia nikasema mimi nimeshaelewa kidogo ambacho anacho, nikaweza niweze kushare na nyinyi muweze kugundua chochote kitu. Lakini mwanadada Alia Mohammed anawainspire vijana wengi kabisa, nikiwemo na mimi. Napenda utangazaji wake, napenda hansu zake, napenda ujasiri wake, napenda anavyowashauri vijana wenzake. Na yani I like that. Hata hivyo ushauri wake, jinsi anavyoshauri vijana ama akikaa akitangaza, akikuelimisha kitu, anakuelimisha mpaka wewe mwenyewe unapenda. Ni hivyo ndo vitu ambavyo vya kujifunza kupitia kwa wenzetu ambao wamehanso tangu chini mpaka walipofikia, au sio? Madhaifu na mabaya tumwachie yeye mwenyewe, hatuwezi jua, lakini vizuri ambavyo anatupa, anashare nasi, basi tuvichukue na tuvifanyie kazi. Hapa anatuelezea hanso ama njia alizozipitia katika career yake ya utangazaji, na hapa anatuelezea. Hebu tumsikilize, naamini utajifunza. Mimi of course career ya utangazaji sio kitu ambacho labda ni talent tu. Ni kitu ambacho nimesomea. Yeah, and you're right, nimesoma DSJ. Nimefanya certificate and diploma in journalism generally, and nilipomaliza mwaka 2016 ndo nilimaliza pale diploma DSJ, and right after kuna kutafuta ajira sasa, upo tayari kitani, kwa tunafanyaje? Kuna ile kuhustle, kuzunguka media tofauti nini, ukitafuta ajira and uendeleze kipaji chako pamoja na elimu yako, ile kitu ambacho umesomea ukifanyia kazi. Nikabahatika kupata kazi Times FM. Yeah, lakini sikuwa pale kama mwajiriwa. Yeah, nilianza kama intern volunteer, you can call that. Kwa nilikuwa nafanya pale, and kiukweli by that time sikuwa natamani kuajiriwa. Yani sikuwa kwamba usiponiajiri mimi sitaki. Hapana, kwa sababu nilikuwa pia nataka nipate ile experience, Sasa umesoma sawa, lakini you need that experience sasa practically. Sijui unaelewa. Kwa hiyo I needed that. So nikawa pale as an intern kwa over 10 months. Yeah, miezi 10. Muda ulifika, lazima utafute sasa njia nyingine, utafanyaje. So niliondoka pale, and nilivyoondoka pale nilifanikiwa kupata, siwezi kusema ni kazi nayo, kwa sababu ni kipindi ambacho I was still hustling. Yeah, so nikafanikiwa kufanya Choice FM pale na Mojay. Yeah, actually alisikia, akapenda ninavyotangaza, and akanipatia segment kwenye kipindi chake, kilikuwa kinaruka Jumapili jioni saa 12. Yeah, alinipatia segment ya movie kwa DC movie ni kwenye radio. Yeah, so sikufanya muda mrefu actually, kama for 2 months. I can say that Times nimeanza pale, nilianza kufanya habari. So nikapatiwa, nilivyoingia tu, imagine, nimeingia tu nikaekwa straight kwenye habari za burudani. Apparently walitokea kupenda sauti yangu, so nikafanya habari za burudani pale. Ilikuwa na kama dakika 15. Okay. Yeah, nikafanya habari za burudani kwenye habari extra, lakini later on nikawa nafanya sasa habari, nikawa kwenye department ya habari, news. Nasoma habari asubuhi, habari kwa ufupi asubuhi, mchana,
jioni naingia kwenye Habari Extra. Yeah, so nilifanya hivyo, then later on wakanipatia sasa Habari Extra ile nikawa naifanya. Yes, kwa nikawa nafanya yote mpaka habari za burudani. And then baada ya hapo mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda entertainment. It's in me. You know, I love entertainment. And wao wenyewe walikuwa wanajua mimi sifichagi. So nilikuwa natamani sana nifanye kipindi cha entertainment. Sana. Na nilikuwa najaribu mara nyingi sana kuongea na PM. Yes, nadhani umeweza kumsikia alivyoelezea wapi alipotoka, wapi alipokuwa. Hakufanya ofisi moja kama tulivyojua kwamba tumemjulia Wasafi tu, hapana. Bali amefanya kazi sehemu nyingi, amepambana, amehangaika. Kwa hiyo huyu hakulala akajikuta kwamba yupo Wasafi, no, bali amepambana jinsi yeye alivyojua na jinsi yeye alivyoweza mpaka kujikuta yupo Wasafi. Lakini pia hapa anatuelezea kutokukata tamaa. Tusikate tamaa vijana, tupambanie ndoto zetu, tukihangaikia kile ambacho tunahisi ni sahihi kwetu, na tuachane na vile vitu ambavyo hata ukifanya kila muda ni unajikuta no, ukifanya unajikuta no. Hivyo vitu tuachane navyo, pambania ndoto yako kijana, amka, huu si muda wa kulala. Na hapa anatuelezea jinsi alivyoingia Wasafi, ilikuwaje hata akawa mtangazaji wa Wasafi mpaka sasa hivi bado yupo Wasafi. Naamini kupitia video hii hapa utajifunza vingi ambavyo wewe ulikuwa huna na ulikuwa huvijui, lakini utapata darasa la kuweza kwenda kujifunza ili na wewe uweze kufikia lengo lile husika ambalo umejiwekea. Hebu tumsikilize. Pale katika mimi kwenda nikiwa naenda narudi nafanya, kuna kijana mmoja anaitwa Beka, yupo Wasafi. Yes, so kumbe alikuwa ananiona and yeye alikuwa na mawasiliano huku na Wasafi, and I think alikuwa anajua kuhusiana na wao kutaka kufungua media, kuanzisha media na kutafuta watangazaji. So alivyokuwa ananiona akamuuliza yule rafiki yangu kwamba huyu msichana ni nani, akamuelezea kwamba huyu anafanya kazi hapa, anafanya na moja ikipindi anatafuta kazi na nini. And then Anderson akampa namba zangu. Beka akanitafuta, tukakutana, akanieleza kwamba Diamond anataka kufungua media yake. I'm like, anataka kufungua media yake, kwa hivyo anatafuta watangazaji, if you're in, twende. By then, I wanted a job. So I was like, yes, why not? Twende. So tukafika, huku bado nafanya choice. So tulipofika, haikuwa tayari ni kitu ambacho kilikuwa labda ready. I think ilikuwa bado ni plan. Kwa hiyo, okay, so unafanya utangazaji? Yes, wewe ni mtangazaji. Umefanya wapi? Falsafa. Okay. So tuna plan hii na hii. But it wasn't ready. Kwa hiyo go, wapigia mwezi. Kakati. Choice huku, nipo nyumbani mwezi. I remember nilikuwa tayari nimeshakata tamaa. I'll go back home. And trust me, by then hakuna mtu nyumbani alikuwa anajua labda niko nyumbani, I'm jobless. My mom alikuwa anajua bado nafanya kazi Times. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua, kwa sababu mama yeye ndoto yake ilikuwa usiendelee kusoma, you have to work, endelea kusoma. And me, I'm like, no, I have to do this, kwa sababu naona huu ndo muda wangu, yani I can't let this time pass. Unajua how it goes. So nikasema unajua nini, acha tu nyumbani kasome. You know, labda hizi baraka za mama hazipo yani hapa. Kwa hiyo there's no way. By the time nafanya hayo maamuzi, ilikuwa tayari nimeshakaa nyumbani tayari almost a month, sina chochote. So by the time nafanya hayo maamuzi, huwezi amini, that day usiku, sitosahau, saa 3 inaenda saa 4, nishakula, napanda kitanda, yani ndo nalala. Nimeshaamua I'm going back home, tasoma, mambo mengine atakuja baadaye. I get a call from Beka. Alia, mambo shwari, uko wapi? Nipo nyumbani. Njoo Sinza basi hapa, ofisi za Wasafi. Now? Yes, now. Imekuwaje? Njoo. Nikafika. Kufika interview. Nikaambia okay, ingia studio, ingiza sauti, we wanna hear you. Ukiwa kwenye radio una sound vipi, na kwenye TV uko vipi? Sasa kwenye TV sijawahi kufanya TV, ila unatafuta kazi, yani haupo kwenye position ya kuchagua chochote, sijui unaelewa. So I was like, okay. I remember ile demo ya TV nilirudia si chini ya mara 10. Alikuwa na shoot Lukamba. Namshukuru, alikuwa Lukamba ni mtu fulani ambaye alielewa vision yangu. Alikuwa nikifungua na sahau. So like, mbona ni sasa tu tunapofanya radio, ila hapa tu nikamera uone chochote. So nikafanya. Nilipofanya
nikakaa kusubiri majibu. And they like, funny enough, kwa sababu mimi nilipofika niliwaambia mimi napenda radio. Funny enough, Big Boss akapenda TV. And he was like, unajua unangangania radio while I see you on TV. Yani TV uko vizuri zaidi kuliko radio. I'm like, are you serious? Trust me, that was my first time kwenye kamera. First time. Yani nafanya TV. Yani ndo naanza na demo. I mean, nisharudia take a seat chini ya marabu. But I was like, bwana, tuende kazi. I'll do it. And then akaniambia niandae kama kipindi cha entertainment, kama vile refresh ambayo. Cam, asante. Mtazamaji wangu wa Tuni Media, usisahau kusubscribe, kulike video zetu. Lakini comment yako ni ya muhimu sana kwangu, kwa sababu comment yako itakwenda kunifunza na kunikosoa pale ambapo nakosea. Dondosha comment yako chini ili tuweze kukosoana ama tuweze kuelimishana zaidi. Sina la zaidi. Bye bye.